raha ya kuwa na kaka sasa. Nakwambia hivi, kakangu amemaliza kila kitu. Na hivi tunavyoongea. Kashapewa funguo kafungua. Wewe matata kabaki na na matata mgonga hapa na nipate sasa kwa taarifa yake. Mwendo kubaruzi tu. Sasa nakwambia hivi, maana hiki kitu kilikuwa kinanitia hasira sana kwenye moyo wangu. Nataka hapa nitoke hapa kwako kabla sijaenda nyumbani. Niende nikamalizane na huyo mpuuzi Ashraf. Amkomeshe. Yaani nilikuwa nina hamnai. Na hivi sasa hivi sina stress. Naenda. Haya mama, safari njema ibu wako. Wewe tutasiliana baadaye. Shoga yangu jamii asante, gauni nzuri nimpendeza. Poa. Ashrafu! Wewe Ashrafu! Toka humo ndani. Hivi mwanamke una kiranga? Nisikilize nikwambie wewe. Hivi wewe ni kitu gani kilichokufanya ukatoa hizo mbalika zako kwenda mpaka kituoni kuambia maaskari kakaangu ni muuaji? Ni kitu gani? Kwani uongo? Uongo. Mimi nilimshuhudia kaka yako akiwa na mwili ameua na alipouzika na akafanya makusudi akaenda akaweka uchafu. Mimi siwezi kuwa na wewe mwanamke ambao yani familia yako ni wauaji tu. Ama kweli wewe ni mpumbavu, usojielewa. Kunguru usofugika wewe. Yaani wewe Ashraf, nimekuja kukupa onyo. Achana na familia yangu. Yaani wewe leo hii mimi ni wakunifanyia hivyo. Yaani kwa mapenzi yote niliyokupa, kukupenda wewe baba, kukuruhusu kuja kwetu, kulala kwenye kitanda chetu, lakini bado kaenda kumchongea kaka kwa maskari. Mimi sikupenda kiukweli. Ukupenda? Yaani sasa nisikilize. Yaani mimi nimekuja tu kukupa onyo. Achana na familia yangu. Sawa, hebu nenda tu. Kidume cha mbegu. Naingia ndani. Naweza nikapaka mafuta. Sawa. Alafu ngogo nisifikie. Mambo. Sawa. Mbele. Sasa nikipaka mafuta sijasikia. Mwanamke kama kisungula tope. Hivi wewe. Yaani kweli nilikuwa mjinga. Nilikuwa mjinga na mpumbavu sana kukupenda wewe. Yaani nilikuwa sijui niko kwenye dunia ya wapi. Hivi kwa mapenzi yote niliyokupa, leo hii mimi, hebu niangalie vizuri, mimi wakunichanganya na hiki kikaragosi. We. Nani kikaragosi? Wewe nikome. Alafu sikia dada nikwambie. Mapenzi ni kama daladala. Ukishuka wewe, uweza kutunapanda. Kweli, uko sahihi. Na ndio maana mimi nimeshuka, wewe umepanda. Na wewe tulia. Na wewe utashuka, wengine watapanda. Wewe sikia nikwambie. Mimi waga siongee na kongoni. Si unanielewa? Kwanza una shombo kali. Bei. Nakusubiri. Sasa wewe. Tena usije ukanigusa. Sikia nikwambie kitu Ashraf. Usiniguse, nitaondoka kwa muda wangu. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kuanzia leo, muda huu usinijue. Yaani tusijuane. Sawa, ndo ende sasa. Usinishike. Sawa, mimi sikutaki nini? Usinishike. Yaani huu mwili usiuguse tena. Usije ukasubutu kugusa tena huu mwili. Mpumbavu mkubwa wa hayawani wewe. Haya, sawa, nenda. Kuna haya hata kidogo wewe. Malaya mkubwa. Dada samani. Mambo dada. Yaani mimi kwa majina yangu
naitwa Aisha Kaoge Jumanne. Kama unavyoniona mdada watu sina bana, nimechangamka. Yaani sijui unaitwa nani mwenzangu? Naitwa na. Yaani wewe una jina zuri. Shoga yangu na jina zuri wewe. Hiyo nguo yako ulinunulia wapi? Cheki ulivyopendeza mwenyewe. Unaona? Yaani cheni wigi. Yaani dada, yaani unajua kwa nini nilipewa jina la Aisha Kaoge? Dada samani. Naomba uende kwenye point. Sina muda wa kupoteza. Point yangu kubwa, yaani nilivyokuona. Unafanania na yale mambo yetu. So hapa kwenye kamta kitu hapa. Yaani mimi ndo bosi lao. Yaani ndo mama la mama kifupi. Si unanipata vizuri? Alafu tuna yale mambo yetu ya vikoba. Si unavisikia vikoba? Yaani mimi sasa, yaani ndo kila kitu. Sasa niweza nikakuingiza kule, tukao tunacheza vikoba, tunacheza kwanza mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12. Cheza wenyewe. Haya, nashukuru dada. Asante. We dada, samani. Unajua nini shoga? Tumeongea vingi pale. Umeona? Lakini haujanipa mawasiliano yako. Niko naomba nisaidie namba tu ndugu wangu ili nikikutaka nikupate kwa wakati. Samahani, nitakupa siku nyingine. Kwa nini sio leo? Ungenipa tu leo ndugu wangu. Tutaonana tu. Haya. Nitakupa siku nyingine. Wewe mshenzi nini? Au kwa hivi wewe kukuomba labda unajikuta star wewe nani labda? Wewe masepetu au hivi kametoka wapi kule kalifanya kazuri na shape yake kama mpini. Yes, ninaenda kumwalikia kikosi changu. Yaani mimi ndio kontawa. Mama matashika hapa mjini nitamnyosha. Halo. Nipo hapa nyumbani. Sikuoni. Mama yangu amefunga. Samahani. Kukueleza mapema. Kuna matatizo yalitokea ndio yakasababisha nyumba yetu kufungiwa. Nadhani hata kama nikikuelezea kwenye simu hatutoelewa. Basi nahitaji kuonana na wewe. Sasa hivi. Haya, sawa. Bokolo. Siku zote huwa sikuiti nikiwa sina jambo. Ni kweli. Biashara yetu inaendelea. Lakini kwa safari hii naona kama inaenda vibaya. Inaenda vibaya kwa sababu gani? Watu wanakopa, lakini wanakuwa wepesi wa kulipa kwa haraka, kitendo ambacho kinarudisha nyuma mipango na maendeleo yangu. Nimekuita kwa kuwa ninaamini mipango yangu bila wewe haiwezi kwenda sawa. Hakika. Ninachokitaka, kwa kuwa watu tunawakopesha kwa haraka, nataka tuunde
mkakati mpya. Inatakiwa ufanye ushawishi kwa wanakijiji wote wakubali kukopa. Mambo. Mimi mzima hofu kwako. Niko sawa. Ilikuwaje mpaka mkatoka nyumbani? Samani sikukutalifu hili. Kuna wakati mama alipata uhitaji wa pesa ili aweze kulima mashamba yake pamoja na kuendeleza biashara zake. Hivyo ilimlazimu aende kwenye ofisi za mikopo. Kwa bahati mbaya aliugua sana. Na hii ndio sababu iliyosababisha mimi kutoka mjini kuja hapa. Kutokana na situation ambayo tuliwa kuwepo nayo na hali mama aliyokuwa nayo, ilipelekea kushindwa kumalizia deni lake. Ilikuwa kiasi gani? Kwa deni ambalo lilikuwa limebaki ilikuwa ni 170,000 tu. Unaweza kuniambia ilikuwa ni ofisi gani? Ni ofisi ya mzee Mtata. Basi sawa. Nilipita kukuona. Sawa. Tunaweza kuondoka. Utakuja lini tena kuniona? Kwa sasa nipo na muda mwingi wa kuwa na wewe. Hebu ngoja kwanza. Nahisi hapo sijakuelewa vizuri. Yaani niwalazimishe? Wenzako wanapokuwa huwa wanapanda juu, wewe unashuka chini, na hilo ndilo tatizo. Sasa hapo hayo ni matusi. Unaona sasa unanitukana. Umeniita hapa kunitusi na sio kuzungumza tena. Hatutakwenda sawa katika hilo. Tuachane na hayo. Sawa. Unatakiwa ushawishi wanakijiji wakubali kuingia katika mfumo wa kukopa pesa kwa lazima. Ili tuendelee kukamilisha mipango yetu na maisha yetu endelee. Ni lazima tupate vitu, nyumba, viwanja na vitu vya ndani vyenye thamani. Watu wakope washindwe kulipa. Sisi tuchukue hela zao, tuchukue nyumba zao, tuchukue vitu vyao na kila walicho nacho. Mimi ninachokitaka ni kuona watu wakiishi mitaani kama machokola, hali ya kuwa walikuwa na nyumba zao, vitanda vyao na maisha yao mazuri. Lakini sheria kama ilivyo Msumeno, wakishindwa kulipa hapana. Hivi unafahamu mimi ni mwenyekiti wa serikali. Kaa ukijua hao wananchi wanaosema mimi niwalazimishe ndo hao ambao wameniteua na kunichagua na kunipigia kula mimi kuwa hapa. Wewe unafikiri mimi watanionaje? Lakini pia hata serikali yenyewe inatoa mikopo ya bila riba. Sasa unafikiri kampeni hii nikiifanya cheo changu mimi kitakuwa wapi? Na utambua mimi ni serikali ujue. Yaani hapa uko na serikali. Hilo jambo gumu bwana. Usisahau kuwa wamekuamini wanakijiji na kukuchagua kwa fedha ambazo niliziweka na mipango niliyoiweka. Usisahau kuwa tulikubaliana utakapopitishwa kuwa mwenyekiti utatekeleza na kusikiliza bila kupindisha chochote nitakachokisema. Sasa sipendi kuzungumza sana. Mara nyingi naongea kwa vitendo. Unatakiwa ufanye iwezekanavyo. Wanakijiji wote wakubali kukopa kwa wakati ili tupate tunavyovitaka.
na sio vinginevyo. Na kama utakaidi hilo tumbo litapungua huku naliona. Litapungua huku naliangalia. Sasa hapo ni kunitisha, na unaponitisha tutakofishana. Mimi ni serikali. Yaani hapa uko na serikali. Sawa, fedha zako ndio zimesaidia kufika hapa nilipo na kupiga kampeni kuhonga pale kidogo. Lakini sasa mimi ni serikali, ni mtu mwingine. Lakini hakuna shida. Hatuwezi kushindana. Mtalifanya hilo jambo utakavyo. Bila shaka yote. Lakini sasa kwenye pasenti yangu hapo sitaki ubabaishaji. Hapo wao umenisumbua, lakini kwa sasa nataka fedha yangu iliyokamilika. Mimi nakwenda. Vitu na vitaka unakuwa mgumu kukubali nachokwambia. Unanenepa kama umekula chura. Ni juhudi zangu. We. Njoo hapa. Njoo hapa. Sogea hapa. Wewe. Hivi unanichukuliaje mimi? Nakuuliza unanichukuliaje mimi? Nimepata taarifa zako. Nasikia unamdinya mke wangu. Nilipigana nikiwa peke yangu. Nilipenda nikiwa na majeraha. Nilijaribu kusamehe